Welcome to Evening of Hope, a place where the Word of God brings comfort, songs lift the soul, and prayers prepare every heart for the Holy Sabbath. Join us as we worship, grow in faith, and experience God's presence together. Evening of Hope, a journey into God's rest. Sehemu ya 4 inanifurahisha sana. Katika kitabu cha Ruthi sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 5. Inanifurahisha sana sehemu ya 4. Sehemu ya 3 tuliongelea habari ya mafanikio bila Mungu yanaweza kuwa hasara. Na sehemu ya 4 ninataka nikutie moyo sasa rafiki yangu. Kwamba Mungu anaweza kuanza upya maisha yako pale ulipoanguka. Anaweza kuyaanza upya maisha yako pale ulipoanguka. Na jambo ambalo ninamshukuru Mungu wa mbinguni ni kwa sababu katika maisha yetu, lile kusudi aliloliweka kwenye maisha yangu na maisha yako, unapoamua kulichukua na kuliweka kwenye mabega yako, naam, kwenye maisha yako, yeye atabadilisha maisha yako. Na anapobadilisha maisha yako, anachepusha kitu ndani yako ambacho kinabaki kuwa ushuhuda. Hata kama utalala na hata kama nitalala, bado matendo yale yaliyochepushwa na Mungu ndani yako yanabaki kuwa ushuhuda kwa watu wengine. Mungu anaweza kuanza upya pale ulipoanguka. Ingawa kifungu hiki kinamaanisha kwenye huzuni, hadithi ya Ruthu haikuishia hapo. Ukumbuke Ruthu naye alifiwa na mume wake. Orpa alifiwa na mume wake. Naam, Naomi alifiwa na mume wake. Yaani hawa watatu maisha yao ni ya upweke, lakini jambo la kufurahisha ni hili: maisha yao na hadithi yao haikukoma. Bado Bwana angali akiwa anaandika hadithi yako. Na ngoja nikwambie, katika maisha haya ya Ruthi, katika maisha ya Orpa, katika maisha ya Naomi, ninaomba nitumie maisha haya kuongea na wewe jasiri ambaye unanitazama, wewe mjane, wewe mgane ambaye umekata tamaa, umevunjika moyo baada ya mume wako kulala, baada ya mke wako kulala, baada ya kukosa tumaini, upweke umeingia ndani. Ngoja nikukumbushe hili: bado Bwana angali akiandika hadithi mpya katika maisha yako. Jambo ambalo Mungu anatamani kuliona kwako ni, je, unamtumainia? Je, unaendelea kumshikilia? Na je, unaendelea kumfanya kuwa yeye ndiye faraja kwako? Wengi wanapopitia katika changamoto za kuondokewa na wenzi wao, huwa wanageuza mawazo yao, wanageuza nia zao, yani wanaenda mbali sana. Wengine hata wanafikia hatua ya kuliacha kanisa. Wengine maisha yao yanabadilika moja kwa moja. Wengine hata wanaanza kufanya yale ambayo hayampendezi Mungu. Nikutie moyo rafiki yangu, historia yako bado inaandikwa. Baki kuwa mwaminifu kwa Mungu wako. Uaminifu wa Naomi ulifanya Ruthu, yeye kupitia yeye ukoo wa Yesu ukachipuka. Yaani kupitia upweke wake, ujasiri wake, ujane wake, hapo ndipo Yesu ukoo wake unazaliwa. Kama angebaki Moab, yumkini Yesu asingezaliwa kupitia ukoo wake. Lakini anapochukua hatua ya kurudi kutoka Moabu kwenda Bethlehemu, kwenye nyumba ya mikate, mahali pa makimbilio, mahali penye uwepo wa Mungu, Bwana anatumia uwepo wa Ruthu, Bethlehemu, kuwa chanzo, ukoo wa Yesu. Ruthi anakuwa sehemu ya ukoo wa mfalme.
hatimaye akawa katika ukoo wa Yesu. Yaani Bwana anaruhusu. Ukumbuke Ruthi ni huyu ambaye alishikamana na Naomi katika safari ya kutoka Moabu kurudi Bethlehemu wakiwa watu watatu. Njiani Orpa anakata tamaa, anarudi Moabu. Safari inaweza ikawa ngumu. Ninaomba nikuongee na wewe, safari inaweza ikawa ngumu, na wakati fulani ukajihisi kukata tamaa, ukajihisi ni bora kurudi, ukajihisi ni bora maisha yange. Ngoja nikwambie rafiki yangu, maliza mwendo, usikate tamaa. Hakuna aliyekata tamaa eti akafanikiwa. Hakuna. Wote waliokata tamaa waliishia kuangamia. Maisha yao yaliishia kuangamia. Unaanzisha biashara halafu unakata tamaa kwa sababu tu ya hasara fulani uliyoipata. Ninakutia moyo, anza upya na Bwana, kwa sababu Bwana Mungu wako anaweza kuanza upya pale ambapo umeanguka. Na naomba niongee na wewe, eti safari imekuwa ni ngumu, watoto hawaeleweki, shule imekataa, ni kana kwamba ukisoma hauelewi, malecturers wamekaba, ukisoma ni kana kwamba supplementary kila wakati kwenye mitihani zinakuandama. Pale ulipoanguka, ukimshirikisha Mungu, Mungu anaweza kuanza upya. Sisemi kwamba eti Mungu atakufanyia mitihani. Hapana, hiyo siyo ajenda ya Bwana. Ni ajenda ya Bwana ni kwamba utakapomshirikisha yeye, atakutia nguvu, ataamsha akili iliyolala, nawe utakuwa na akili zenye akili, na mafanikio yatakuwa katika maisha yako. Mungu anaweza kugeuza mwisho ulioonekana kuwa mbaya kuwa mwanzo wenye baraka. Mungu anaweza kugeuza mwisho ambao ulionekana kufifia, matumaini yamekwisha, na ukaonekana mwanzo wenye tumaini. Na ninamwomba Mungu abadilishe mwisho ulioonekana kwako kuwa mwanzo wenye amani. Rafiki yangu, ukikosa ajira leo, usikate tamaa. Ukishindwa mara ya kwanza, usiache kujaribu. Mungu anaweza kufungua milango ambao haukuwahi kufikiria. Eti umekosa mtoto, kaacha kujaribu, kaacha kumtegemea Mungu. Ninakutia moyo rafiki yangu, hata ungali umekosa mtoto, bado Bwana anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Na jambo la kufurahisha ni hili: yeyote yule amtumainiaye Bwana, Mungu hatamwacha kamwe. Mungu hatamwacha kamwe. Naomba mambo haya uende nayo siku hii ya leo. Mambo haya manne nenda nayo siku hii ya leo. Jambo la kwanza, chagua uaminifu kuliko njia za mikato. Chagua uaminifu kuliko njia ya mkato. Jambo la pili, amini kwamba bado Mungu anaandika hadithi yako. Bado anaandika hadithi yako. Jambo la tatu, linda tabia yako kuliko wasifu wako. Linda hadhi yako kuliko kitu kingine chochote. Lakini zaidi ya yote, jambo hili la nne likutie moyo: kumbuka bado Mungu anakupenda. Bethlehemu ni nyumba ya mikate. Yeyote ambaye ametoka Bethlehemu hakubaki salama. Muombe Mungu akuhudumie hapo hapo ulipo. Na Mungu wetu mwema, Mungu wa fadhili, Mungu wa baraka, Mungu atendaye mema, aonaye ndani, aonaye kesho yetu, akutendee mema na kurejeshe kwa furaha na kukumbatie unapofika Bethlehemu, katika nyumba ya mikate, lakini katika nyumba ya uwepo wa Bwana. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Neema ya Yesu Kristo iwe pamoja nawe, katika jina la Yesu, amen.